Yeah. As you can see, hii hapa tuko na hizi ni moringa leaves. Hizi ni moringa leaves, unaweza kuziona hapa. Haya ni majani ya mlongelonge, wengi wanayafahamu na mbegu zake zipo, au ni majani ya mlongelonge. And here tuko na beetroots hizi hapa. Si hapa wengine wanazifahamu, hizo ni beetroots. Alafu pia hapa tuko na hizi hapa ni tangawizi. Hizi hapa ni tangawizi, hizi hapa ni karoti, hapa tuko na papai, hapa tuko na hii hapa ni tango. By the way, hapa tuko na tikiti, tuko na nanasi, tuko na apple, as well as tuko na hizi hapa ni celery. Celery hizi hapa ni za njano kidogo, but ni vizuri zaidi mtu akipata zile za kijani kabisa. Mimi hapa nimechanganyiwa sababu nimekwenda kuzinunua, zimepungua kidogo na zilikuwa zimekaa muda kidogo, but sio mbaya sana. So vitu kama hivi hapa niko navyo hapa. Nahitaji kutengeneza dawa kwa ajili ya mtu ambaye yuko na shida ya mwili uko na sumu nyingi mwilini. But be careful kwa sababu usitengeneze dawa kama hii kutoa sumu mwilini kwa mtu ambaye moja yuko na tatizo la figo. Mafigo yanashindwa kuchuja sumu vizuri mwilini, au yana shida ya kuchuja, ya kufanya kazi yake. Kwa sababu hapa uko na tikiti, uko na hii nanasi, epuka sana. Na pia kwa mtu mwenye kisukari tumia kwa uangalifu. Hii tikiti na hii nanasi vina madini mengi ya potassium na madini mengine kadha wa kadha. So ukitumia kwa mtu ambaye yuko na shida ya figo, muda mwingine unakuta ana edema kabisa, mwili umeanza kuvimba baadhi ya viungo. Huwa inaleteleza ugumu kabisa, inafanya figo lipate shida zaidi na zaidi badala ya kulisaidia. Kwa hiyo ukitaka kutengeneza hiyo kwa ajili ya mtu wa namna hiyo, unaondoa hii tikiti, unaondoa nanasi, unakuwa umemaliza. Vinavyobaki vinamsaidia. Hizi hapa moringa leaves unaweza kuzitumia kwa mtu yuko na bawasiri. Kwa mtu yuko na bawasiri, unachukua moringa leaves, unazitengeneza chai yake. Unatengeneza chai nzito ya moringa leaves, unachemsha. Ukishachemsha anakuwa anakunywa kikombe kimoja kabla ya kula, kikombe kimoja baada ya kula. Maana yake vikombe viwili asubuhi, vikombe viwili jioni, kabla ya kula na baada ya kula, ndani ya siku 5 siku 7. Alafu then unakuwa unampatia na vyakula vilaini kama vile papai, matunda malaini kama vile papai. Alafu then matokeo utakuja kuyaona. Kama bawasiri haijawa kubwa sana, haijawa bawasiri ya nje, ili zile bawasiri za nje haijawa ugonjwa mkubwa sana, then anapata matokeo ya kupona kabisa. Au kama ni ugonjwa mkubwa kabisa, atakuwa anapona kadiri muda unavyozidi kwenda. But also celery hizi hapa tuko nazo hapa. Hizi celery kwa mtu ambaye yuko na kisukari, hapa ndo mahala pake. Kwa mtu yuko na kisukari, hii inashusha kwa spidi kabisa kisukari. Hivi vitu hivi wapendwa ni vitu rahisi sana, vinapatikana katika mazingira yetu tulionayo. Subscribe hii channel yetu, nitakuwa nakuletea vitu vingine pia. Tunafanya kazi ya uinjilisti kwa njia ya tiba rahisi, lakini malengo yetu sio kuponya miili tu, malengo yetu ni kuponya roho. Mungu akubariki na Kristo akusaidie. Kama una shida yoyote upate kupona katika jina la Yesu Kristo. Amina.